si yake katika vigezo, moja ya kigezo ni uwezo, ability au uwezo. Ni moja kati ya kigezo ambacho kinaweza kukufanya uqualify wewe kupata. Moja ya kigezo kikubwa sana. Biblia inasema akamtokea malaika, akamtokea Gideon, akaambia Gideon shujaa. Kumbuka, huu ni uwezo. Kuna nafasi inakuja kwa Gideon kwa sababu ndani yake kuna uwezo ambao ameujenga, ambao unampa nafasi ya kuweza kuwa mtetezi wa taifa lake. Uwezo unaweza kuwa nini? Uwezo unaweza kuwa kimaarifa ulionayo, uwezo wa understanding ulionayo, ujuzi ulionao unaweza kukufanya upate au ukose. Na ndio maana kuna nafasi ambazo kuna wengine huwezi kuzipata. Kama uwezo wako wa kimaarifa ni mdogo, huwezi kuzipata. Huwezi. Hata ukipata utakataliwa tu. Yaani hata ukiwekwa utakataliwa tu. Watu watakukataa kwa sababu utakuwa haukizi vigezo. Yaani hauna uwezo wa kuweza kuwaongoza. Hauna uwezo wa kuweza kuwasaidia. Hauna uwezo wa kuweza kuwafikisha mahali panapotakiwa kufika. Sasa mtu ukiwa unawishi wewe kuwa mtu fulani katika nafasi fulani, badala ya kuitaka ile nafasi, taka uwezo kwanza kabla hujataka nafasi. Taka uwezo kwanza kabla hujataka nafasi. Wewe kama unataka uwe katika nafasi ya kuongoza makampuni makubwa, kabla hujataka hiyo nafasi, taka uwezo. Na ndio maana mtu ukikosa uwezo utaishia kuwa muuaji. Utawaua watu ambao wanatakiwa wana uwezo wa kupata. Biblia inasemaje kwa Kaini? Kaini alimuua Abeli. Kwa sababu yeye alikuwa hana uwezo wa kupata kama ambavyo Abeli alikuwa nao. Abeli alikuwa amefuata tu strategies ambazo ni very simple kwa Mungu wake, akapata. Kaini alikosa uwezo, akaishia kuwa mlalamishi na muuaji. Kabla hujataka hicho unachokitaka, taka kwanza uwezo, kwa sababu uwezo ni moja kati ya fakta muhimu sana ambayo inakupelekea wewe kupata. Biblia inasema yule bwana akaja akampa mmoja talanta 5, akampa mmoja talanta 2, akampa mmoja talanta 3. Lakini ajabu ni kuwa Biblia inasema kwa kila mtu alipewa kwa kadiri ya uwezo wake. Kwa kadiri ya uwezo. Kumbe yule wa moja, ule ndio ulikuwa uwezo wake. Kumbe angeweza kupewa zaidi ya 3, angeweza kupewa zaidi ya 4. Yawezekana hata yule wa 5 angeweza kupewa zaidi ya 5, lakini uwezo wake ulikuwa una accommodate 5. Uwezo kwa kadiri ya uwezo wake. Kwa kadiri ya uwezo wake. Una uwezo gani wa kuweza kubeba nafasi ambayo unaitaka? Kwa kadiri ya uwezo wako. Yeye anasema kwa kadiri ya uwezo wake. Yule mtu alikopo akiangalia, haangalii tu aganaga kwa upendeleo. No, anaangalia uje una uwezo gani? Wewe unaweza kupata 1, anampa 1. Wewe unaweza kupata 5, anampa 5. Wewe unaweza kupata 2, anampa 2. Before hujajua. Before hujataka kupata nafasi unayotaka, jihakikishie make arrangements. Wewe mwenyewe make evaluation, self evaluation. Uliza, je, na uwezo kupata kinachotaka? Na uwezo wa kupata, nimequalify kwenye issue ya uwezo? Kwa sababu kumbuka, hata yule bwana hakutoa tu talanta. Alitoa zile talanta kutokana na uwezo. Pia inasema kwa kadiri ya uwezo. Je, umemeet uwezo? Nimekwambia kabla hujataka pata hicho unachokitaka, tafuta kwanza uwezo. Tafuta kwanza uwezo. Uwezo unaweza kukupatia kile kitu ambacho mwingine anakitafuta na anakiwaza, lakini haja kutafuta uwezo kwa nacho. Lazima uwe na uwezo wa kuzaa ili upate matokeo. Lazima uwe na uwezo wa kupata matokeo. Na ndio maana badala ya kutafuta zaidi kupata, bora utafute zaidi kupata uwezo,
Yani kile matokeo ni results ambayo inakuja kutokana na uwezo ulionao. Tafuta uwezo kwanza ambao unaweza kufanya uqualify moja kwa moja kupata, kabla huja focus na outcome. Focus na uwezo. Pata uwezo ili ambao utakuwa ni very easy kwa wewe kupata outcome.